Hii ni Radio Sauti FM, imetimia saa 5 kamili usiku. Kaa tayari kusikiliza taarifa ya habari ya siku nzima ya leo. Habari za wakati huu, msikilizaji wa Radio Sauti FM. Ifuatayo ni taarifa ya habari ya siku nzima ya leo, ikisomwa nami Uswege Mwaka. Awali ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza kupimwa na kulipwa kwa kila kipande cha ardhi kinachomilikiwa na wananchi hapa nchini. Baadhi ya wafanyabiashara wa mbao katika eneo la Sabasaba wilayani Ilemela mkoani Mwanza wameeleza masikitiko yao baada ya soko hilo kuungua na kuteketeza bidhaa zao. Serikali ya Rwanda leo imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji kwa kuituhumu kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na katika michezo, ligi ya wanawake nchini Tanzania Women Premier League imeendelea leo kwa mchezo mmoja kupigwa katika dimba la Nyamagana mkoani Mwanza, timu ya Alliance Girls wakikutana na Gates Program kutoka jijini Dodoma. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza kupimwa na kulipwa kwa kila kipande cha ardhi kinachomilikiwa na wananchi hapa nchini. Rais Daktari Samia ametoa agizo hilo leo jijini Dodoma wakati wa hafla ya uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la 2023. Aidha, Rais Samia amesema sera ya sasa ya ardhi itasaidia kusuluhisha migogoro ya ardhi, ikilenga kudhibiti udanganyifu katika hati miliki. Tunakwenda kuimarisha uwezo wa utatuzi wa migogoro ya ardhi. Tuna imani kuwa sera hii itatusaidia sana katika kukabili migogoro ya ardhi kwa kutumia tehama. Hakuna tena ule uwezo wa kwenda kwenye library tuliooneshwa, kwenda kutafuta faili moja moja. Na uzuri ni kwamba mitandao hii inasomana. Sambamba na hayo, nao baadhi ya wananchi katika kata ya Luchelele jijini Mwanza wameunga mkono juu ya kauli ya Rais Samia kwa kueleza kuwa uamuzi huo una muhimu mkubwa katika maendeleo ya taifa. Ardhi kama ni ya kwako lazima uilipie na itakuja ikupe manufaa kwa mbele. Mfano ukidhulumiwa ardhi. Kuna Watanzania hawajui kupima viwanja vyao, imewasaidia kujua umbali, upana, na kwa sababu iweza kusaidia jamii kuondoa migogoro. Baadhi ya wafanyabiashara wa mbao katika eneo la Sabasaba wilayani Ilemela mkoani Mwanza wameeleza masikitiko yao baada ya soko hilo kuungua na kuteketeza bidhaa zao. Wakizungumza na vyombo vya habari, wamesema ajali hiyo ya moto imesababisha wao kurudi nyuma kimaendeleo. Watu tumefilisika kimitaji sasa, sababu unaangalia mali zimeteketea kwa asilimia kubwa. Tumelostika sana na tumestika sana. Banda hilo unaloliona la katikati liloungua lote, hakuna kitu chochote nilichookoa. Kwa hiyo mimi imani yangu, kwa sababu mali inatafutwa na wakati inaweza kupotea, lakini lazima serikali sasa iangalie kwamba tuliopata matatizo haya inaweza kutusaidiaje. Hili ni kubwa la Sabasaba na soko hili ni kubwa sana. Pia wameitaka serikali kuimarisha miundombinu ya kukabiliana na moto pindi ajali kama hizo zinapotokea katika maeneo yao ya biashara, kwa ajili ya usalama wa kujikinga na majanga kama haya ya moto. Wakati mwingine anapokuwa ametokea, pengine angalau wawepo walinzi wengi kidogo, ambapo tunaweza kuwa tumenunulia hata angalau fire extinguisher. Hili ni kubwa la Sabasaba na soko hili ni kubwa sana. Wangeweza kutusaidia gari ya zimamoto ikawepo hapo, kwa sababu hata fire extinguisher tuliweza kuwa nazo, lakini zimeungulia ndani. Hakuna jambo lolote lililoweza kusaidia. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akizungumza mara baada ya kutembelea maeneo ya wafanyabiashara hao amezungumzia juu ya utulivu wakati wa uchunguzi wa chanzo cha moto huo ukiendelea kufanyika. Tuendelee kuwa na subira katika jambo hili. Serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa tukio. Kama ni hitilafu ya umeme, kama ni jambo jingine lolote, tutalibaini. Tukisha libaini, nitakaa na wale wote ambao wameathirika na tukio hili, tamsikiliza mmoja mmoja, na tutaona namna gani bora ya kuwafanya ndugu zetu hawa warejee katika maisha yao ya kawaida. Baadhi ya wakazi jijini Mwanza wamesema kuwa wanafanya kazi kwa bidii katika kumwenzi hayati Daktari John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 wa Tanzania. Wakizungumza na Radio Sauti FM, wananchi hao wamesema kuwa hayati Magufuli aliwahimiza kufanya kazi kwa bidii.
Sasa hivi naienzi sisi wa Tanzania tuweze kufanya kazi, tuweze kujiajiri. Kwa na mimi naitumia hiyo fursa kwa kufanya hivyo. Ndio maana hapa nimejiajiri sasa hivi nafanya kazi. Mimi ninavyomuelewa kipindi cha Magufuli kwa mambo mazuri sana aliyoyafanya. Kwanza aliweza kuwasaidia watu ambao walikuwa kwenye hali ya chini na kuweza kuwasogeza katika hali ya juu. Kwa kipindi chake cha utawala, ikiwemo miundombinu aliyoifanya, utawala wake uliokuwa bora, kujali raia na mengine mengi sana. Katika hatua nyingine, wananchi hao wameiomba serikali kuendeleza mazuri yaliyofanywa na hayati Magufuli katika kuliletea taifa maendeleo. Leo Machi 17 ni siku ya kumbukumbu ya miaka 4 tangu kifo cha rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati John Pombe Magufuli, aliyefariki mnamo Machi 17 mwaka 2021. Mganga mkuu wa mkoa wa Tabora Dr. Honorata amesema kuwa serikali ya mkoa huo imeanza kuchukua hatua za tahadhari ili kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa Mpox. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari, amesema kuwa hatua hizo ni pamoja na kuandaa maeneo maalum ya kutenga wagonjwa katika hospitali za wilaya na vituo vya afya. Kwa upande wake, mratibu wa tiba wa mkoa wa Tabora Daktari Benedict Komba ametaja dalili za ugonjwa wa Mpox ikiwemo vipele mwilini, huku akiwasihi wananchi kwenda katika vituo vya afya kwa uchunguzi pindi wanapopata dalili hizo. Tahadhari hizo zinachukuliwa kwani Tabora unatajwa kuwa mkoa unaopokea wageni wengi kutoka mikoa jirani ya Kigoma, Katavi ambayo inapakana na nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Burundi. Na sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Rwanda leo imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji kwa kuituhumu kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Rwanda imesema kuwa Rwanda tayari imeijulisha serikali ya Ubelgiji kuhusu uamuzi huo wa kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Serikali ya Rwanda imesema uamuzi wake wa hivi leo unaonesha dhamira ya Rwanda ya kulinda maslahi ya kitaifa na utu wa Wanyarwanda pamoja na kuzingatia kanuni za msingi, amani na kuheshimiana. Naye waziri wa mambo ya nje wa Ubelgiji Maxime Prevot amesema kuwa Ubelgiji inatarajia kutangaza wanadiplomasia wa Rwanda walioko kwenye ardhi yake kuwa watu wasiostahili. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limetahadharisha kwamba karibu 90% ya wakazi wa Gaza wanashindwa kupata maji safi ya kunywa. UNICEF imearifu kwamba uhaba huo wa maji katika eneo hilo umefikia hatua kiwango hatarishi kwa maisha ya wakazi hao. Mwakilishi wa UNICEF katika ukanda huo, Rosalia Boren, ametangaza kwamba mnamo mwezi Novemba mwaka 2024 watu wapatao 600,000 waliweza kupata tena maji ya kunywa. Kwa sasa yamekatwa tena. Ameeleza wanakadiria watu milioni 1.8, zaidi ya nusu yao wakiwa ni watoto, wanahitaji maji pamoja na huduma za afya haraka iwezekanavyo, akiongeza kwamba ni mtu mmoja tu kati ya 10 katika ukanda huo anayepata maji safi ya kunywa. Waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda leo wameendelea kushambulia maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikielezwa kuwa mapigano hayo yamekaribia katika makao makuu ya jimbo huko Walikale, mashariki mwa Kivu Kaskazini. Mashambulizi hayo yanaendelea kabla ya waasi hao kuanza mazungumzo ya ana kwa ana na serikali ya Kongo hapo kesho katika mji mkuu wa Luanda nchini Angola. Mazungumzo hayo ya amani kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa M23 yanayosimamiwa na rais wa Angola Joao Lourenço, ambaye pia ni msuluhishi wa amani wa Umoja wa Afrika katika mgogoro huo. Kundi hilo la waasi limezidisha mashambulizi yake mashariki mwa Kongo tangu mwezi Desemba mwaka jana na kuiteka miji ya Goma na Bukavu, huku mapigano hayo yakisababisha vifo vya maelfu ya raia. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kwamba Iran itawajibishwa kwa kila risasi itakayofyatuliwa na Wahuti wa Yemen ambao wametishia kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya meli zenye uhusiano na Israeli katika Bahari Nyekundu. Matamshi ya Trump ambayo ameyachapisha kwenye mtandao wake wa Social Truth yanazidisha kampeni mpya ya utawala wake ya mashambulizi ya anga yanayolenga waasi hao ambao wamewaita majambazi. Vitisho vya waasi hao vimekuza baada ya kuripoti uvamizi mpya katika bandari ya Bahari Nyekundu ya Hodeida na idadi ya watu 53 ambao wamefariki kutokana na mashambulizi ya Marekani siku ya Jumapili.
Hivi leo makumi ya maelfu ya waandamanaji nchini Yemen wakiwa wenye kupunga hewani bunduki na majambia waliimba kifo kwa Amerika, kifo kwa Israeli katika mji mkuu Sanaa, kuoneshwa kughadhabishwa na vifo hivyo. Mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa jukwaa la Telegram Pavel Durov ametangaza kwamba amerejea Dubai baada ya kukaa miezi kadhaa nchini Ufaransa akichunguzwa kuhusiana na shughuli za wahalifu kwenye jukwaa hilo la kijamii. Akizungumza baada ya kuwasili Dubai, amesema mchakato unaendelea, lakini kwake anajisikia vizuri kuwa nyumbani tena, huku akiwashukuru majaji kwa kumruhusu kurudi. Durov alikamatwa mwezi Agosti mwaka 2024 baada ya kutua kwa ndege yake binafsi katika uwanja wa ndege wa Bourget karibu na Paris. Baadaye alishtakiwa kwa ushirikiano katika kueneza picha za unyanyasaji wa watoto na ulanguzi wa dawa za kulevya na kuwekwa chini ya uangalizi wa mahakama. Na sasa ni habari za michezo. Ligi ya wanawake nchini Tanzania, Women Premier League, imeendelea leo kwa mchezo mmoja kupigwa katika dimba la Nyamagana mkoani Mwanza, timu ya Alliance Girls wakikutana na Gates Program kutoka jijini Dodoma. Ripoti kamili na mwanamichezo wetu David Dixon. Mchezo huu ambao ni wa ligi ya wanawake kwa upande wa Tanzania, ambao umekutanisha timu ya Alliance Girls kutoka Mwanza pamoja na kikosi cha Gates Program kutoka mkoani Dodoma, umeweza kutamatika kwa timu zote mbili kuweza kutoshana nguvu ya sare ya goli 0-0. Na ligi hiyo itaweza kuendelea siku ya hapo kesho katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, mchezo ambao utakutanisha timu ya Yanga Princess pamoja na Simba Queens, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 kamili kwa South Africa Mashariki, ambayo ni derby ya wanawake kwa upande wa Kariakoo Derby. Na katika michezo kwa upande wa rubaa za kimataifa, mchezaji wa timu ya Inter Miami inayoshiriki ligi ya Marekani, Lionel Messi, anatajwa kutokuwepo katika kikosi cha Argentina kutokana na majeraha yanayomsumbua hivi sasa. Na katika tenesi, mchezaji nambari 1 kwa upande wa tenesi wa Uingereza, Jack Draper, ameweza kutoa taji la BNP Paribas Open ya uko nchini India. Mchezaji huyo ameweza kuibuka na ushindi huo baada ya kumshinda Origa Rune ambaye yeye ni Denmark kwa kuweza kumchakaza kwa seti 6-2 ndani ya dakika 68 katika fainali hizo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari ya siku nzima ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza kupimwa na kulipwa kwa kila kipande cha ardhi kinachomilikiwa na wananchi hapa nchini. Baadhi ya wafanyabiashara wa mbao katika eneo la Sabasaba wilayani Ilemela mkoani Mwanza wameeleza masikitiko yao baada ya soko hilo kuungua na kuteketeza bidhaa zao. Na serikali ya Rwanda leo imetangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji kwa kuituhumu kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, ligi ya wanawake nchini Tanzania, Women Premier League, imeendelea leo kwa mchezo mmoja kupigwa katika dimba la Nyamagana mkoani Mwanza, timu ya Alliance Girls wakikutana na Gates Program kutoka jijini Dodoma. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya siku nzima ya leo kutoka Radio South FM, ambayo imesomwa nami Uswege Mwaka. Taarifa nyingine ya habari itakujia kesho saa 3 kamili asubuhi. Shukrani kwa kusikiliza taarifa ya habari. Endelea kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu hapa Radio South FM.